Mwisho wa kipindi kipya na tarehe iliyobeba historia. Papa Francis amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Habari hii imethibitishwa na msemaji wa Vatican kwa sauti ya huzuni iliyodhibitiwa lakini iliyobeba uzito wa dunia nzima. Alisema, Baba Mtakatifu Papa Francis amefariki dunia leo saa 1:35 asubuhi kwa saa za Roma, akiwa amezungukwa na mapadre wake wa karibu na wafanyakazi wa afya waliomhudumia hadi dakika za mwisho. Kwa wengi, Papa Francis hakuwahi kuwa tu kiongozi wa kidini, bali alikuwa ni sura ya mapinduzi ya kiroho, mwanaharakati wa amani na sauti ya wanyonge katika dunia iliyotikiswa na vurugu, ubaguzi na ubinafsi. Alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika Kusini, mzaliwa wa Buenos Aires, Argentina, ambaye jina lake la kuzaliwa lilikuwa ni Jorge Mario Bergoglio. Alipopanda kiti cha Mtakatifu Petro mwaka 2013 mara baada ya Papa Benedikto wa 16 kung'atuka kwa hiari, jambo ambalo lilikuwa halijatokea kwa zaidi ya miaka 600, alileta pumzi mpya. Alikuwa ni papa aliyesema, "Ningependa kuona kanisa lenye harufu ya kondoo," akimaanisha kanisa lililojishughulisha na maisha ya watu wa kawaida, sio kushikilia utawala wa kifalme. Wakati wa utawala wake alikemea ufisadi ndani ya Vatican, akasimama dhidi ya ukatili wa vita na kuwa mtetezi mkubwa wa mazingira. Akiandika waraka maarufu uliofahamika Laudatus, yani kuruhusu jinsi wanadamu wanavyopaswa kutunza dunia. Alikumbukwa pia kwa ushujaa wake wa kisiasa na kijamii alipowatembelea wakimbizi kwenye kambi zao. Alipowahimiza pia viongozi wa dunia kufungua milango kwa wanaohitaji msaada, na aliposhika mikono ya waathirika wa virusi vya ukoma bila kuogopa. Lakini alipofikisha umri wa miaka 85, afya yake ilianza kudhoofika. Ilianza kwa magoti na mgongo, hali iliyomfanya kutumia kiti cha magurudumu mara kwa mara. Alibaki mtulivu, akiongea kwa hekima hata alipokuwa akihubiri akiwa ameketi. Katika miezi ya mwisho alionekana zaidi akiwa faraghani, akipunguza hadhira na safari. Vatican ikaanza kujiandaa kimya kwa siku ambayo dunia isingependa ije, na sasa imefika. Matarajio ni kuwa mamilioni watafika Roma katika siku zijazo kuaga mwili wa Papa Francis. Mazishi yake yanatarajiwa kuwa ya aina yake, ikiwa yamejaa heshima, utulivu na tafakari juu ya maisha ya mtu aliyebeba kanisa kwa mikono ya huruma badala ya fimbo ya mamlaka. Baraza la makardinali tayari limeanza maandalizi ya conclave ambapo papa mpya atachaguliwa, lakini kwa sasa dunia imesimama kidogo, ikisikiliza ukimya uliobeba historia ya mtu ambaye hakutaka sifa bali mabadiliko ya kweli. "Ninapenda kanisa maskini kwa ajili ya maskini," aliwahi kusema Papa Francis. Maneno haya yataendelea kuishi katika mioyo ya wengi. Amefariki akiwa na umri wa miaka 88, lakini ujumbe wake wa upendo, usawa na huruma hauwezi kufa kamwe. Dunia imepoteza kiongozi, lakini imeachiwa urithi wa thamani zaidi, mfano wa maisha yanayoishi kwa ajili ya wengine. Pumzika kwa amani, Baba Mtakatifu Francis. Dunia inalia, lakini pia inashukuru kwa maisha yako. Bwana alitoa na ametwaa, jina lake lihimidiwe.